Ile mimba kule nyumbani umeweka wewe, kaweka mwingine. Haya twende, weka. Haya twende namna ile, weka katikati. Haya nyanyua, tuweke mara ya mwisho. Hiyo ni mara ya mwisho. Haya wazee, muangalieni huyu, angalieni lile tumbo kule nyumbani, angalieni damu yake, angalieni damu ya kule kwenye lile tumbo. Ameweka yeye, kaweka mtu mwingine. Hiyo ni mara ya mwisho. Twende sasa. Haya twende wazee, muonesheni. Kaweka yeye? Hapana. Weka katikati. Kaweka yeye? Hapana. Kaweka yeye? Hapana. 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 Shehe umepigwa. Hizi ndizo siri za wapigaji na matapeli. Hizi ndizo siri ambazo wanazitumia matapeli, iwe ni waganga au iwe ni watu wanaofanya mazigaumbwe yoyote mnayoyajua nyie. Tazama hapa jinsi ambavyo hizi siri zinafanywa, na watu wanatapeliwa mabilioni ya pesa. Watu wanatapeliwa pesa nyingi kwa sababu ya kutokujua. Angalia hizi siri jinsi zinavyofanyika. Tazama mwamba alivyofichua siri za waganga, siri za matapeli mbalimbali ambavyo wanawaibia pesa zenu kutoka mifukoni, na wanawaaminisha kwamba wanafanya maajabu au miujiza. Kumbe ni mbinu na maarifa ya siri ambao wanayo, na wanafanya kuwaonesheni nyie, kuwaaminisha ili muweze kutoa pesa na muweze kudanganyika kirahisi. Msikilizeni mpaka mwisho muone jinsi utapeli unavyofanyika. Ile mimba kule nyumbani umeweka wewe, kaweka mwingine. Haya twende, weka. Haya twende namna ile, weka katikati. Haya nyanyua, tuweke mara ya mwisho. Hiyo ni mara ya mwisho. Haya wazee, muangalieni huyu, angalieni lile tumbo kule nyumbani, angalieni damu yake, angalieni damu ya kule kwenye lile tumbo. Ameweka yeye, kaweka mtu mwingine. Hiyo ni mara ya mwisho. Twende sasa. Haya twende wazee, muonesheni. Kaweka yeye? Hapana. Weka katikati. Kaweka yeye? Hapana. Kaweka yeye? Hapana. 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 Shehe umepigwa. Wazee anataka aone huyu, ile mimba kule nyumbani kaweka yeye au amewekewa? Ngambo na ngambo, tureveita kashanga, tureveita kashanga. Muonesheni huyu ameweka yeye au ameweka mtu mwingine. Nyanyua juu kabisa, usawa wa kichwa chako. Haya twende, teremsha taratibu. Ni ya kwake. Ngambo na ngambo, tureveita kashanga. Zairua a sana barundis. Ngambo na ngambo, tureveita kashanga. Makambo uzaribi ya makambo uzaribi nene. Mashallah. Mke wako muaminifu mama. Mke wako muaminifu. Mke wako muaminifu. Na imani ambao akili zenu zinachaji, mtakuwa mnahisi kitu, na huenda unavyohisi ikawa ni sawa. Yule ndugu yetu wa kwanza tulimwambia aweke katikati tunguli ituoneshe yule ujauzito wa kwake yeye au kawekewa na mtu mwingine. Tunguli ilikataa, nadhani mliona Kila ukiweka namna hii tunguli inasema hapana. Sio. Au sio? Sio. Sio unaichezesha hivi, yaani yenyewe hapo unaweka inagoma. Sawa? Akaja mtu mwingine, lakini kabla ya inazungushwa kichwani hivi, au sio? Akaja mtu mwingine akaambiwa, hebu nuia na wewe kwa mkeo ujauzito ule wa kwako, au sio? Weka tunguli. Akaweka tunguli, ikakubali. Waislamu, somo hili liko shule ya msingi, kama sio darasa la 3, kati ya darasa la 3 kipindi kile tunasoma sisi, kipindi hicho kama sio darasa la 3, la 4 au la 5, darasa la 4, somo la sumaku.
Sumaku ya aina yoyote ina pande mbili. Sumaku ina upande wa kaskazini, lakini sumaku ina upande wa kusini. Sumaku hii ukichukua sehemu pande zinazofanana, ukachukua kaskazini na kaskazini, ukazigusisha sumaku kaskazini na kaskazini, sumaku haiwezi kukubali, inakimbiana. Sawa sawa? No. Lakini sumaku hii ukichukua upande wa kaskazini ukakutanisha na kusini, zinafanyaje? Zinashikana. Ndilo somo lililofanyika hapa. Ina maana hiki kakitengeneza, yani wanakuaga na vibaya tu vichafu nini, wewe unaweza kwenda jamaa kweli hapa ndo mizimu nini, lakini akili tu akuzuge wewe. Humu ndani kuna sumaku, na hii tunguli, ndani ya hii tunguli pia kuna nini? Kuna sumaku. Upande huu hapa ndiyo ule upande wa kaskazini na kaskazini, au kusini na kusini. Hapa haiwezi kukubali. Jamani, naeleweka vizuri eh? Haiwezi ikakubali. Akizungusha tena namna hii zuga, ili ageuze hichi, akigeuze upande mwingine, ukiweka inakubali. Kwa hivyo mimi binafsi, kwa sababu nimekizoea hichi, wewe sasa hivi nikifanya hivi huku utaona ndo kule kule, ukifanya hivi ndo kule kule, lakini mimi nishazoea upande huu ambako najua haiwezi kagusana. Kuna kauzi kadogo hapa, yani kiangalia najua hapa, hii hapa huku hakugusi. Upande huu penyewe hakuna hata kauzi, najua huku ndo kule ambako kunafanyaje, unashika. Kwa kuwa kila siku baba, usije kumpiga mke wako. Mke wako mimba ya kwako baba. Usije ukazua taharuki bure. Nilikuwa nakuona kimoyo kinadunda dunda. Tuseme la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Namaliza kubwa kuliko hii, wanafanyiwa wakina mama. Mwaka mmoja tulikuwa Shinyanga, kabla ile stendi mpya, sasa hivi stendi ya zamani katikati ya mji. Tulionyesha tukio hili. Kuna dada wa Kiarabu alikuja akatoa shukurani zake za dhati baada ya kuonesha ukweli wa tukio hilo. Yeye akasema, nilishawahi kulala kwa mganga na mganga alinifanyia kitu kibaya. Nikisema hivyo mnanielewa vizuri? No. Na waganga wanafanya sana kwa dada zetu, kwa mama zetu, kwa wake zetu. Tukio hili kama atakwenda mwanamke peke yake kwa mganga, hatoki, ataziniwa tu. Waganga wanawazini wake zetu, wanawazini dada zetu, wanawazini mama zetu. Ni tukio ambalo unaweza ukasema huku kwingine kote inawezekana ujanja, lakini hii sasa yenyewe, naomba angalieni kwa makini. Umakini wako ndio kujua kwako. Unapoangalia kwa makini ndio unakuja kujua ukweli baadaye kwenye tafsiri. Hakuna asiyejua hichi kitu. Ni kitu gani? Katika vitu ambavyo vinaagizwa sana na waganga, na mayai yakiwemo. Sasa hili sio visa yai kabisa la kawaida. Akiwa ni mwanamke, yai hili atatakiwa aliweke sehemu za siri, kwenye mlango kabisa wa sehemu yake ya siri. Ukiwa na mwanaume, unaweza ukaambiwa ataweka kwenye kitovu tumboni, ili mradi utolewe tatizo ulilonalo. Lakini hapa tuchukue ni mwanamke amekwenda kwa mganga, alafu mwanamke huyu yai hili ameliweka sehemu za siri, alafu uangalie kitakachotokea. Alafu ufikirie kwamba angekuwa ndo dada yako au ndo mkeo, kwa akili ya mkeo unavyoijua, kwa akili ya mama yako mdogo unavyoijua. Akiambiwa sasa na mganga tiba yake ni yeye kukutana kimwili na mganga huyo, angekubali au angekataa? Lakini kwa sasa hivi naomba nimpate mtu ambaye anasumbuliwa na tumbo mara kwa mara.
Njoo Sheikh. Huyu bwana anayekuja anasumbuliwa na tumbo la mara kwa mara. Alichonacho tumboni, hebu geuka hivi kidogo. Wewe utakula dawa sana wewe, lakini kwa hicho mwamba kaona. Uwezi. Sasa huyu bwana kinafanana alichonacho tumboni, huwa wanapenda pia kuwaweka wakina mama ili wasipate ujauzito. Sogea Sheikh. Naomba mkono wako wa kushoto. Talishika ile vizuri. Alafu hichi kincha naomba kiguse kwenye kitovu chako. Hicho ayuha. Mkono wa kulia weka juu ya mkono wa kushoto. Geuka kule. Mwamba tumemwambia aweke yai tumboni. Lakini kule kwa upande wa kina mama anaambiwa aweke sehemu ya siri. Mwanamke hajashika ujauzito, huu ni mwaka wa 8 huenda, anahangaika, akaambiwa sehemu fulani kuna mganga, anaambiwa aliweke yai hilo. Lakini mwamba naye anasumbuka na tumbo. Unajua mchawi anaweza akatumia kitu hicho kakiweka kwa mwanamke kikashikuzuia mimba, kakutia wewe kwenye tumbo lako ukapata shida. Ndio tulichokiona kwa huyu mwamba hapa. Dabadan stay dabadan anta sham. Ngambo na ngambo. Tureveita kashanga. Safisheni tumbo lake, toeni kinachomsumbua. Mwamba geuka kwangu. Naomba hilo yai sasa. Wenye macho naomba mtazame vizuri. Hili ni yai. Chukua hili boksi. Yai linapasuliwa baada ya kuwekwa sehemu ya siri ya mwanamke, au kwenye tumbo lako, au hata kwenye kiuno, au hata kwenye kichwa. Mganga anasema wazee washamaliza tatizo lako. Kile ambacho kinakusumbua tayari kimekwisha kutolewa. Wewe huna tatizo tena katika mwili wako. Kama ni mwanamke kilichokuwa kinasababisha usipate ujauzito kimetolewa, na sasa utashika mimba, kwa sababu ndani ya tumbo lako uliwekwa kitu kimoja kizito sana. Hiki hapa. La ilaha illallah. Hichi ndicho ambacho wewe uliwekwa, kilikuwa kinaharibu mimba. Hiki ndicho uliwekwa kwenye tumbo lako. Tumbo halisikii dawa. Kila dawa unayokula tumbo bado linauma. Sasa wewe kuanzia leo tumbo umepona. Kama ni mwanamke anaambiwa kuanzia leo wewe utashika ujauzito, hakuna tabu ya aina yoyote. Tumeliona yai. Hata kama ndo unalipasua yai unatia kitu kama hichi, si unatiaje? Wewe akili yako hebu ifikirie haraka hapa. Yai tumelitoa zima. Mwamba tumempa yai zima. Ili hapa linatoka dude, ili unaambiwa lilikuwa ndani ya tumbo lako, wachawi walikuwa wamekuweka. Sasa ili utibike anahitajika hapa ng'ombe wa aina fulani, wa umri fulani, wa ukubwa fulani. Ni mkeo kawekwa yai, kimetoka kitu kama hicho. Bana, na we hela unayo. Narudia tena, ili usalimike kwenye matukio kama haya, uwe huna hela utasalimika. Lakini hela unayo na mambo kama haya yanafanyika, shekhe, umekwisha. Namalizia tukio la mwisho.